Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho ili uweze kustawi hapa mwilini inahitaji mtu ambaye unapatana naye. Hello. Wewe unasemaga Yesu anajua. Mtu ambaye iko ndani yake na iko ndani ya Yesu ni Baba, neno ambayo ni Yesu Kristo na Roho. Wewe ambaye upo katika ulimwengu ili uweze kustawi lazima kuwepo na mtu ambaye unapatana naye katika ulimwengu. Hello. Ambaye mbingu zitafunguka kwa habari yake kwa sababu ndani kuna ukuhani. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu Kristo. Usipokuwepo na mtu ambaye unapatana naye, maana yake hakuna mtu ambaye anakubariki katika Mungu hapa duniani. Anakuzungumzia katika ulimwengu wa roho hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yohana alipokutana na wanafunzi wake kwenye kitabu cha waraka watatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, alipokutana na wanafunzi wake akaambia, ninyi katika ulimwengu wa roho mmefanikiwa. Kwa hiyo ninaamuru ukafanikiwe kimwili na ukawa na afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shida tulionayo sasa, tunaanzaga kitu hapo tunamtafuta kwa wapi? Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haujapatana na mtu. Kwa kuwa ushaanza unaenda kwa kwani ana namna. Anakusikiliza. Akiweza kusikiliza kwa kuwa anajua hitaji yako ni kuombewa sio kukataa, anakuombea. Mimi ukiangalia message yangu mimi na baba yangu wa kiroho, kitu ambacho naweza ngakifanya mwakani, nimekipanga mwakani, tushakijadili mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu ambacho nakisikia ndani yangu, hata kama nimehakiki kwamba ni Mungu amezungumza na mimi, lakini naenda kwake naambia, Baba, hili unalionaje? Hili Baba unalisikia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa sababu gani? Ulimwengu huu wa mwili ili uweze kufanikiwa, ili Mungu akutendee mema, lazima kuwepo na kitu kinachoitwa kupatana. Amen. Unajua neno kupatana si kwamba unaleta tu mapendekezo. Mnalijadili kwa pamoja. Mnalizungumza kwa pamoja. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu. Halafu nakubaliana kwa nini? Sasa kuna watu wanasema mimi na Yesu Bwana, najifungia chumbani. Utajifungia chumbani na utanyooka. Halo, niulize kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo yuko ndani ya mtu. Yuko ndani? Ndio maana mamlaka itokaje mbinguni? Mamlaka inatoka ndani ya mtu. Yaani mtu akikutamkia tu kuanzia sasa umeinuliwa, imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu zinafanya kazi katika kuinua huyo mtu. Ndio maana Yesu Kristo aliporudi duniani baada ya kufufuka, akasema, nimepewa mamlaka yote ya mbinguni na nini? Nimepewa. Maana iko ndani yangu sasa. Ya mbinguni na nini? Alafu ile mamlaka akaiachilia kwa mitume. Akaiachilia ndani ya mitume. Akaamuru wale mitume, nendeni sasa. Halo. Mtakaye mbariki na afanye. Mtakaye mlaani na amelani. Anaambia mtakapoingia sehemu msipokaribishwa, kumteni mavumbi. Ondokeni.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maanake uungu unaingia ndani ya mtu. Ukimpata huyo mtu, mbingu zimefunguka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tatizo, wewe unaona kuhani kama mwanadamu wenzako. Halo? Mazoea yanafanyaga watu wasimuone Mungu. Ukinizoea mimi, utaona watu wengine wanabarikiwa. Wewe unabaki vile vile. Ndio maana hakunaga watu ambao wanaishi kwenye ugumu kama watu ambao wanatembea na watumishi. Wale ambao wanatembea na watumishi, anamwona mtumishi akikenua meno, anamwona mtumishi amenunua mwindi barabarani anatafuna. Angalia maisha yao, hana utukufu. Wanabaki tu na ile sifa. Mimi nimetembea na prophet, niko naye hapa Bennett Bennett. Bamba tu bamba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu anatoka mbali kule, ana shida. Ana mahangaiko. Unashangaa tu amekutana na mtumishi wa Mungu yuko. Hello. Pastor Julius rafiki yangu sana. Alikuwa ananipigia simu yeye, mtumishi wa Mungu yeye. Ndio pamoja bila. Ikafika wakati akaanza kunizoea. Sikio nikaenda kanisani kwake. Mama ambaye alijifungua akaparalyze. Ndio mzima iko na ufahamu. Ghafla. Nikamshika tu. Tuna iko Instagram. Kiangalia Instagram na YouTube. Pastor akaniambia, "Tembei." Nikamwambia pastor, najua tulia. Mama hajanyuka. Unajua muda mrefu. Kipande ni mkubwa wa miaka 17. Mama anahangaika. Pastor anambia, "Tembei." Akasogea na msoko akasema, "Huyu atembei." Nikamwambia pastor, nikupa maiki. Bwana Yesu asifiwe. Nimepanda tu madhabahu ndio tukio la kwanza. Sijafundisha neno wala ni. Ya mama, nataka uinuke. Tena kwa nguvu. Nguvu. Anza kutembea. Amen. Watu shangwe. Pastor akaniuliza, "Bwana kisema ndio kuzungumza." Akaniuliza hivi, "Unaoita watu hapo unawaambia waje kufikisha. Ikigoma inakuwa Yesu asifiwe. Nikaambia kuna kitu kinachoitwa uhusiano. Kabla sijaja kwenye ibada tunapatana. Kuna nini? Nikaambia nikupatie siri nyingine. Unajua kwamba nikipanda ibadani nikishuka Mungu lazima nilipe. Nilipe. Kaambia sasa kuanzia leo ila nikishuka madhabahuni chukua simu yangu angalia. Akaona pesa ni wala kwenye benki tu. Akaambia sasa nifundishe hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia ndo maana mimi sitozi mtu. Kwa nini sitozi? Kwa sababu najua nikimtoza mtu anaingilia usema wangu na Mungu. Na vitu hivi uweze kutembea na Mungu vizuri. Linda kitu kinachoitwa uhusiano. Hello? 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 Kitu kinachoitwa nini? Mimi kuanzia Alhamisi si mpaka Jumapili. Na mkangu ni mpishi. Ni mpishi? Wanaonipenda wamenitembelea nyumbani wanamuonaga. Akitengenezea juisi, akitengenezea chakula. Kana nuna lakini naambia mama kuna kitu kinachoitwa nini? Hello? 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 Akawa na wahi Jumapili asubuhi kutengenezea chai. Kaanza siji kitu. Mpaka nitoke nini?
mwanzo nilikuwa nielewi, lakini sasa tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kinachoitwa nini? Linda kupita vitu vyote. Namna gani unavyoishi na Mungu ni kitu muhimu kwa vitu vyote. Unaweza kumkosea Mungu kwenye dhambi aina mbalimbali, lakini katika kitu ambacho kinaonyesha ushirika wako na Mungu, linda. Sio, unanielewa vizuri? Kila mtu ambaye anaishi pembeni yako aelewe Mungu ambao unamwabudu. Mwamshe huyo. Mimi inachanganya.